tunaweza tukasimama hata kwa dakika moja tukijitikisa, tukimpa mhubiri wetu nafasi ya pate kujiandaa vizuri. Asante sana. Tunaweza tukakaa ili tupate kulipokea neno, na tukimpa nafasi mhubiri wetu kijana. Mungu akubariki. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Imani shimwe. Ndio, tunashukuru Mungu tena kusimama mahali hapa. We thank God for being here today kwa sababu ya neno lake, because of his word. Na sijui kama watoto watatusikia kule ambako wamekaa. Do not know if the kids are going to be able to hear us where they're seated. Ningependekeza nao waje wasikie neno la Mungu. I would love for them to attend and listen to the word of God. Aliye tayari, whomever who's ready, atusomee pale ambapo tumesomewa tena. May they read again the word. Marko, itaomba tasoma andiko 3. Mark 5. Atasoma wa kwanza asome Marko 5. We're going to read 3 different verses. The first might read Mark 5. 18 hadi 20. 18 all the way to 20. Wa pili atasoma Yeremia. The second one will read in the book of Jeremiah 48:10 yake. 41:10 A. Na wa mwisho atasoma Luka. And the last one will read in the book of Luke, chapter yake ya 8:1 hadi 3. 8 1 all the way to 3. Karibu kwa wasomaji. Tunasoma Marko sura ya 5 kwa 18 hadi 20. Biblia inasema, Yesu alipokuwa anaingia kwenye mashua, yule mtu aliyekuwa amepagawa na pepo wachafu akamsihi Yesu aende pamoja. Yesu hakumruhusu, bali alimwambia, nenda nyumbani kwa jamaa yako ukawaeleze mambo makuu aliyokutendea Bwana na jinsi alivyokuhurumia. Yule mtu akaenda zake, akaanza kutangaza katika Dekapoli mambo makuu Yesu aliyomtendea, na watu wote wakastaajabu. Amen. Tunasoma Yeremia sura ile ya 48 mstari wa 10. Neno linasema, na alaaniwe mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Amen. Amen. Luka 8 mstari wa 1 hadi wa 3. Baada ya haya, Yesu alikwenda akawa anazunguka katika miji na vijiji akihubiri habari njema za ufalme wa Mungu. Wale wanafunzi wake 12 walikuwa pamoja naye. Pia baadhi ya wanawake waliokuwa wametolewa pepo wachafu na kuponywa magonjwa. Miongoni mwao alikuwepo Maria Magdalene aliyetolewa pepo wachafu 7. Yohana mkewe Kuza, msimamizi wa nyumba ya watu wa nyumbani mwa Herode, Suzana na wengine wengi walikuwa wakimhudumia kwa mali zao. Amen. Amen. Na mwisho tusome ni Zaburi 116. The last one we're going to read is Psalms 116 mstari wa 12. 116. 116 mstari wa 12. 12 nasema, nimrudishie Bwana nini kwa wema wake wote alionitendea? Amen. Amen. Tuombe. Mtumishi Ombo hawezi kuomba Mungu. Let's pray. Mr. Ombo, please lead us in prayers. Tuombe. Tulimo okoche nikanyara bulamanga ululungu tata mwami wa vitu byose. Tulombera bube busho imihingwa na imikyanga emanu mango. Twakanya tata uitowa vitu byengwa na vitu bikyanga
uli bangi banitwa shunda kibabimone lakini abamona leo anjakulwe nukanyibwe tata wetu uli msoka wa chili anjakulwa shiita tumwishi chove mambyo bimaho olwete uwe tale na makale na tale na bobashe bose hoja lakini uve mbasho byose Bwana Yesu tumubocha makala mantemo mama msalire mamkyole tibibiro kyola Petero vikaka bibimano ombele angando y'abantu bose wisa urobe sao niwe na bobe bato twakanya abecha numba kuita bibo mwingine jina la Yesu Kristo amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Kabla ya kuanza ninashukuru Mungu Before we get started, I want to thank God kwa kupata nafasi hii tena ya kusimama mbele zenu, for giving me the opportunity to stand in front of you again. na tuna neno ambalo tutaenda kuliongea kwa siku ya leo. And we do have a word that we would like to share today. Sio ndefu sana, It's not long, tutajaribu hata kama somo ni pana, lakini tutalifanya kuwa fupi. even though the teaching is long. I will try to summarize it. Na tunashukuru kwa sababu mambo yote yameenda vizuri, muda bado upo mwingi. And we're thankful because everything has gone pretty well prior. Ni saa 5:46. It's 11:46. Hata tukichukua saa nyingine moja, Even if we Nafikiri take one hatutaenda more mbali hour, sana. maybe we'll be all right. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hatutafikisha saa. Bwana Yesu I don't believe asifiwe. it will take an hour. Sawa, tumesoma hapa kwenye kitabu cha Marko. We've already read in the book of Mark. Ni habari za miujiza ambayo Yesu ameenda kutenda. It's stories with regards to the miracles that Jesus performed. Alifanya miujiza mingi sana, He did a lot of miracles. na hadi leo anaendelea kutenda. Even now, he still continues to do miracles. Lakini tunataka kuongelea huu muujiza ambao ameusema hapa kwenye sura ya 5 ya Marko. We're going to talk about the miracles that he performed in the book of Mark. Ambapo alikutana na mtu mwenye pepo. He met someone who was filled with demons. Ule mwenye pepo alipomuona alimfahamu ule mtu ni nani. Once the demon was able to see Jesus, he recognized whom Jesus was. Na Yesu bila kwenda mbali akaweza kumsaidia yule mtu. Without going too far, Jesus was able to heal the person who was filled with demons. Lakini huyu ndugu baada ya kuponywa alitamani kwenda na Yesu. But after he was healed, he wanted to follow Jesus. Alitaka aambatane na Yesu ili aendelee kusikia au kuona mengine ambayo Yesu anaendelea kufanyia This wengine. individual wanted to serve God and follow him to see what else he would be able to do. Na ile haikuwa nia mbaya. And that was not a bad purpose or something that he wanted to do. Lakini majibu ya Yesu yalikuwa tofauti sana. But God's answers, or Jesus Christ's responses, they were completely different. Yesu alikataa kwamba hataenda pamoja naye. But Jesus denied him not to follow him. Kinyume chake alimwambia uende kwenye mji wenu, uende ukasimulia yale ambayo Mungu amekutendea. But what's important is that Jesus Christ asked him to go inside the city to announce what just happened. Uende ukatangaze yale ambayo Mungu amekutendea. He told him to go and announce what God has done for him. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Somo letu la leo So the main word for today, or the title, ni kumtumikia Mungu katika kweli. to serve God in truth. Kumtumikia Mungu katika kweli. To serve God in truth. Tulitamani tuweze kufanya projection lakini We wanted to be able to project the word, but it did not work out today. tuna maneno manne mafupi. We have 4 subtitles. Neno la kwanza tutasema ukweli kuhusu kumtumikia Mungu. The first one we're going to talk about is the truth about serving God. Neno la pili tutasema kuhusu kanuni za kumtumikia Mungu. The second word we're going to talk about is the rules or the principles of serving God.
La tatu utaongea kuhusu vizuizi vya kutokumtumikia Mungu. And also the third one we're going to talk about is things that might prevent you to serve God. Na mwisho tutaongea kuhusu wajibu au sharti za kumtumikia Mungu. And also the last one we're going to talk about is the responsibilities or the rules to serve God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuanze na neno letu la kwanza, inasema ukweli kuhusu kumtumikia Mungu. The first one we're going to talk about is the truth about serving God or in serving God. Kama tunaweza kusema neno kumtumikia Mungu, nafikiri kila mtu anaelewa maana yake. I guess if we said the word of serving God, I think everybody generally understand. Na inawezekana kila mtu kwa namna yake anamtumikia Mungu. And maybe each person in here is serves God. Lakini But hapa tunaona kwamba kumtumikia Mungu ni kwa wale, kumtumikia Mungu katika kweli ni kwa wale ambao tu wamempokea Bwana kuwa Bwana, wamempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wao. in general, the person who serves God is for those that have given up their lives to serve God in truth. Kwa nini tunasema hivi? Why do we say this? Ni kwa sababu kila mtu baada ya kumpokea Yesu, It's because each person, once they receive Jesus, unapewa jukumu la kwenda kumtumikia. you are given a responsibility to serve Him. Tumesoma katika Marko hapa kwa yule ambaye alikuwa na pepo. We've already read in the book of Mark about a person who was attacked or filled with a demon. Yeye baada ya kupokea muujiza wa Yesu alitamani ambatane na Yesu. Once he was healed, he wanted to meet Jesus. Lakini Yesu Follow alimwambia, Jesus. hapana, nafasi yako sio hapa, uende. But Jesus told him, this is not your responsibility. Your responsibility is for you to go. Uende ukatangaze kule, wengine wapate kusikia kile Go ambacho and Mungu ametenda. announce what just happened. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo hili ni jukumu la kila mtu ambaye alimpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi So wake. this is a responsibility for each person who receives Jesus to be his personal savior. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni ukweli wa kwanza. Ukweli wa pili That's the first truth. The ni second truth habari za kuzaliwa upya. is to be born new. Kisoma Yohana 3 mstari wa kwanza, ukiendelea utapata habari za Nikodemo. If you read in the book of John 3, chapter 3:1, you will hear the story with regards to what's his name, Nicodem. Nikodemo I don't know. Nikodemo alikuwa mtu mwenye cheo kikubwa sana. Nicodemus, it was a person who had a very important government position. Lakini aliambiwa azaliwe tena upya. But he was told to be born again. Inamaanisha kwamba Meaning, yale matendo ambayo alikuwa anayatenda zamani yapate kufa na apate kuzaliwa it kuwa mtu means mpya. that whatever acts that he was doing in his life or whatever life that he was living, Na ndipo it meant that he needed to restart new. na ndipo anaweza kumtumikia Mungu katika kweli. And that's the only way he will be able to serve God in truth. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kuzaliwa upya ni lazima kwa kila mtu. And to be born new, it's important for each person. Ni lazima kwa kila mtu. It must happen for each person. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu kuzaliwa upya kunaleta mabadiliko. Because when you're born new, it brings new changes within your life. Kunaleta mabadiliko katika kuishi, katika kuongea, katika It brings kutembea. new changes within your life in the way you talk, in the way you walk. Na hiyo itashuhudiwa na watu wote. And that everybody will be able to testify Kwa when you sababu live like that. siwezi kusema nimeokoka Because I cannot say that I was saved
wakati wengine bado wanashuhudia matendo yangu ni maovu. When everybody else is able to testify that my action do not meet what I claim to be. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuzaliwa upya, To be born new, inabadili nikisema priority, sijui tunaelewa. yeah. Yale mambo muhimu ambayo ulikuwa unajiwekea. When you're born new, it changes your priorities. Ukisoma Wafilipi 3 If we read in the book of Philippians, chapter 3, mstari wa 7 hadi wa 8. 7 all the way to 8. Nafikiri tunasoma kwa sababu ya muda. We can't read it because we don't have much time. Mtu akizaliwa upya anakuwa na mtazamo mpya. When somebody is born new, they look new. Vile ulivyokuwa unaangalia mambo ya dunia, unaanza kuyaona tofauti. The way you saw things before, especially worldly things or secular things, you see them in a new way. Ndio maana Paulo anasema yale aliyokuwa anayaona ya zamani, kwa leo anayaona kuwa ya ovyo. That's why Paul said that whatever that he saw prior to him being saved, he sees it all different now. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukweli wa mwisho, the last truth ni kwamba kuzaliwa upya sio jambo la siri. It means that to be born new is not something that needs to be a secret. Ni jambo linalojulikana kwa watu wote. It's something that needs to be known by everybody. Kuna mtu alikuwa anasema ukitaka kujua kama paka ameokoka, muulize panya. If you want to know if a cat is been saved, please go ask a mouse. Kwa sababu tunajua kwamba because we know that paka akikutana na panya ni lazima atakula. If a cat meets a mouse, it must fight to eat it. Hata kama ameshiba ataua kwanza, ampeleka hifadhi sehemu. Even if the cat is full, feeling good, it's still going to kill that mouse and go stole it. Na kama paka ameokoka, but if a cat has been saved, watakutana na panya, watasalimiana. They will meet with a mouse. They will meet and they will be able to say hi to one another. Ndivyo ilivyo hata kwa wokovu. Sio siri. And that's the way it is when you're being saved. Kama nimeokoka au kama nimebadilika, lazima watu watajua. If I've been saved, people will know. Lazima nitashuhudiwa. It's true, people will testify for me. Niseme kitu kimoja, kama niko nahubiri hapa, if I'm preaching right here, na mke wangu kule anatikiza kitu anasema vile yote ni vya bongo, and my wife is like shaking her head saying whatever that he's talking about over there, it's a lie. Hayo mahubiri ni ya kweli? So is my preaching truthful? Sio ya kweli. Anasema ule ndio anasemaga tu vile lakini hakuna kitu pale. My wife will probably say, hey, he just be saying things but it doesn't match what lazima nishuhudiwe na watu. I must be able to be people must be able to testify for me. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaenda na neno la pili. We're going to go with the second word. Tumeonyesha kwamba kumtumikia Mungu ni kwa wale waliozaliwa mara ya pili. We've already understand that to serve God is for those who were born new. Kanuni katika kumtumikia Mungu. The principles or the rules of serving God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanuni ya kwanza, the first principle, or we say rule, kumtumikia Mungu ni lengo na maisha ya kawaida ya kila Mkristo. It's basically a purpose for a Christian or for a believer. Kila mtu baada ya kumpokea Yesu Kristo lazima mtumikie Mungu. Once a person is saved, he or she must serve God. Sio kwamba nikijisikia na mtumikia, nisipojisikia na acha. It's not that, if I feel like it, I want to work for God. No, it doesn't work that way.
Ni lazima kwa kila ambaye amempokea Yesu Kristo. It must be for each person who's been able to be saved. Ukisoma Mathayo 28, If you read in the book of 19. Matthew 29:26, Yesu anasema enendeni. Jesus Christ says, "Go, Enendeni mkawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. go change all nations to be my disciples." Yaani baada ya kumpokea Yesu Kristo ni lazima uwe na cha kumtumikia. Once you've been saved, you must be able to serve Him. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ya pili, Second, kila aliyeokoka ni lazima amtumikie Mungu. each person who's been able to be saved, it is a must that they serve God. Sasa tuseme nini kwa wale ambao tunajua kwamba tuliwabatiza mwaka jana na mpaka leo hatuoni wanafanya chochote? So what can we say for those who've been baptized as of last year, but now we don't really see what their actions are spiritually? Tuseme nini? Tuseme kwamba Well, so what can we say? hawakupokea kweli kweli, So au do we say, hawakuelekezwa cha have they kufanya, au Roho Mtakatifu hajawaambia cha Do we kufanya? say, did they actually receive the Holy Spirit? Kanisa mnasemaje? Church, what do you want to say? Hawakupokea Roho Did Mtakatifu. not receive the Holy Kwa Spirit. sababu unapopokea Roho Mtakatifu lazima atakupa mzigo wa kufanya. Because when you receive the Holy Spirit within your heart, Jesus will give you certain responsibilities. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kazi ni nyingi sana. And also there is a lot of things that you can do, or responsibilities that you can take. Wengine wanasema mimi sina sauti nzuri ya kuimba. Some people say that I don't have a good voice for me to be able to sing. Mungu alijua huwezi kuwa mwimbaji. God might already have known that you cannot be a singer. Usilazimishe kuimba kwaya. Don't force to sing in the choir. Kuna mzigo mwingine ambao amekupa There ufanye. is a different responsibility God has given you to do. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sikumetajwa watu hapa wa kuja kufanya usafi. Have we not called people to come here and serve God in cleaning and making sure that the church looks good? Kuna mtu anaweza kuwa na wito huu, sio mpaka utajwe. There might be a person who's been called to do things like that. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kila mtu ana jukumu la kumtumikia Each Mungu. person has a responsibility to serve God. Ya tatu, 3, kumtumikia Mungu ni jibu la Mkristo kwa upendo wa Mungu. okay, to serve God is to show God's love. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapotafakari When you think yale ambayo Mungu amekutendea, what God has done for you, unapotafakari when you think kule ulikotoka na mahali ulipo, where you came from and where you are, lazima uwe na cha kumtumikia Mungu. you must have something to serve God. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mkumbuke tulipotoka sote. Let's remember where we came from, all of us. Tuache maisha haya ya kiroho, tuseme maisha ya kimwili. Let's just talk about our regular life. Labda tusingekuwa hivi ambavyo tupo leo. We wouldn't be the way we are today. Ukiangalia makelele ambayo yanafanyika katika nchi zetu, If you hear about the dysfunctions that we hear in our countries where we come from, labda tungekuwa kwenye hali zingine, lakini kwa neema ya we Mungu wouldn't be tuko in mahali good hapa, tuko salama. environment. But because God's mercy and grace, we're here and we're good. Ukitafakari ambavyo walevi wanavyoumia, If you think deeply on how people who get drunk, the way they always hurt, unaona mtu mpaka sura inageuka, you see a person who is drunk and the face change, lakini ya kwako bado ipo ilivyo. but your face is still good. You're good. Lazima useme Mungu asante. You must say thank you, God. Na jibu la ule upendo wa Mungu ambao ameonyesha kwako, So the answer to God's love that He's shown you ni kwamba na wewe uwe na kitu cha kumtumikia Mungu. is that you must have something to serve God. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 4, kumtumikia Mungu kunatusaidia kukomaa kiimani na kumkaribia Mungu. 4 is that when you serve God,
or to serve God, it helps you to grow in faith. Katika imani tunazaliwa, tunakomaa na In tunaendelea faith, kukua. we grow and we continue to grow. Na kinachotusaidia kusogelea ule uwepo wa Mungu ni ile kumtumikia. The thing that helps us to be closer to God is to serve Him. Tasoma Timotheo wa kwanza 3:13. We would read, let's read Timothy. Kila mtu anaweza kusoma. 13. Each person Tutaenda can read, I guess. tunasoma kwa sababu We ya don't have muda. much time. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 5, kuna njia nyingi za kumtumikia Mungu. 5. There is a lot of ways to serve God. Njia ni nyingi za kumtumikia Mungu. There is a lot of different ways to serve Na God. kila mtu anaweza kutumia njia yake kumtumikia Each Mungu. person is able to serve God in their own way. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Je, So, unamtumikia Mungu? do you serve God? Wiki yote hii ambayo imepita mpaka leo umemtumikia Mungu? For the last week till today, have you did something to serve God? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hilo ni swali ambalo tungejiuliza kila leo. That's a question that we should ask ourselves. Huduma zetu zinatofautiana kulingana na vile tunavyojitoa kwa Mungu. Our ministries are different in the way that we serve God. Huduma zetu zinatofautiana na vile Our ministries are different tunavyojitoa kwa Mungu. in the way we give ourselves to God. Unapotoa maisha yako yote kwa Mungu, When you give your life to Jesus, to God, lazima utakuwa na muda wa kumpa Mungu. you must be able, or you will be able to give God's time. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa Marekani tuna changamoto, nitaisema tena baadaye. In America, we do have a big problem. I'll talk about Na that later. nimeiona hata wakati nilisema tuko saa 5:40 na kitu, And I saw it when I said that it was 11:46. tukichukua ingine saa moja, niliona mwitikio wa watu. So when I said that I was going to take an hour, I saw the way you guys responded. Watu wote walisema Everybody were like, eh. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana Yesu atusaidie tena. Amen. Lazima tuwe na muda wa kumpa Mungu. So it's a must that we give God time to Tukichukua serve. masaa 2 hapa kanisani, tuko hapa, au masaa 3 au masaa 2.5, sio mbaya. So if we give ourselves, if we give God time about 2 to 3 hours, it's not a bad thing. Na tukumbuke kwamba tukitoka hapa hivi wengine tunapotea, katikati ya wiki tunapotea. Tutaonekana tena Jumapili. And remember that because we're so busy, we're not going to be able to meet again until the next Sunday. Sasa tukitafakari ule upendo wa Mungu So if we think deeply about the love of God na hivi tunavyojitoa kwa ajili ya kazi zake, and the way we give ourselves in serving God, je, vinalingana? is it the same? Bwana Yesu atusaidie. Amen. Je, vinalingana kanisa? Is it the same? Nataka tuwe tunajibu, watu hawajibu. We're supposed to be Au responding. tunaleta mambo mapya. Or we bring in new stuff? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Havilingani. It's not equal. Muda mwingi tunachukua kwa mambo yetu. It means that most of our time is spent on doing our personal things. Ila basi, kwa sababu ule muda mdogo ambao tunaopata kumtumikia Mungu, basi tupate kumtumikia kwa muda huo. But like with the little time that we have, let's fully serve God. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaendelea We're going to continue. mambo mengine ya kumpa Mungu. All the things to give God. Mambo mengine ya kumtumikia Mungu All the things au to ya give kumpa God. Mungu. Mungu ametuwezesha kutupatia vitu vitatu. God has been able to give us 3 things. Mimi ninaviita ni 3T. T. Need 3 T's. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
T ya kwanza The first T naita ni talent. is talent. Talent kwa Kiswahili. Talent ni Kipaji. kipaji. Kipaji ni kipawa. Kiswahili kizuri ni kipi? Kipawa. T ya kwanza ni talent au kipawa. The first is talent. T ya pili The first T ni tani. iko karama. Karama. Asante. T ya pili ni tani. Muda. the second T is time. Na T ya mwisho And the third T, treasure. Chumi. uchumi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaongelea mambo mengine ya kumtumikia Mungu au ya kumpa Mungu. These are all the things that we can give to God, that we can serve God with. Unaweza kumtumikia Mungu kupitia karama yako. You can serve God through your talent. Unaweza kumtumikia Mungu kupitia muda wako. You can serve God through your time. Na unaweza kumtumikia Mungu kupitia uchumi. You can also serve God through your finances or what you're worth, I guess, financially. Bwana Yesu Your asifiwe. treasure. Unaweza usiwe na sauti nzuri kama nilivyosema. You might not have a great voice like I've already talked about prior. Lakini una mali zako. You are worth a lot. Na hizo mali zinaweza kumtumikia Mungu. And also your worthness is able to serve God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa mfano, tulisikia vyombo vinalia vibaya. For an example, we heard that the instruments were not working fine. Na mtu mmoja akasema kwamba mimi nitanunua vyombo vyote vya kanisa. And one person might stand here and say, I'm going to buy all instruments that are needed within the church. Ile ni mbaya machoni pa Mungu. Is that a bad thing in front of God? Umemtumikia Mungu. There, you have served God. Unaweza usiwe na nafasi ya kuhubiri. You might not be able to be given the opportunity to preach. Lakini unakuaga na muda wako wa kuja kwa maombi kuombea But you wengine. do have your time to come and be one of the prayer warriors. Unamtumikia Mungu. You do serve God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mambo ni mengi. Basi ya kanisa iko nakosa dereva. You like right now, the church bus is missing a driver. Unaweza kusema kwamba mimi kuanza leo mimi nitakuwa najitoa, nitakuwa nachukua Wakristo na kuwarudisha You Sunday. might stand up and say, from now on, I'm going to serve God through driving the church bus. Umetoa muda wako. You have given your time. Hiyo ni sadaka kubwa sana machoni pa Mungu. That is a really big offering in front of God. Na hata tunapoomba tumeambiwa habari za Hezekia. When we pray, we're told about the stories of Ezekiel. Alimkumbusha Mungu. He reminded God, Mimi ninafanya hiki na mimi unikumbuke. I've done this. God, remember me. Maombi mengine yanakosa kujibiwa kwa sababu hatuna cha kumkumbusha Mungu. Some of the things are God's not going to answer because we do not remind Him why we should be answered. Wewe unataka Mungu akufanyie na wewe umemfanyia nini? You want God to do for you, but what have you done for God? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunatoa wito kwamba tujitahidi. Pamoja na uchovu, pamoja na majukumu tujitahidi. We are being called to try to give our effort. Tulisema kama hauna talent, una time. So we said if you don't have talent, there is time. You have Kama time. huna muda, una kitu cha kumpa Mungu. If you don't have time, you have something that you can give to God. Kuna vipaji vingi viko hapa, vingi. There is a lot of talents here. Lakini inawezekana different hatupendi things. kutumika. It might be that we don't want to serve. Kumbuka upendo wa Mungu kwako, yale ambayo anakutendea na wewe upate So remember kumtumikia. God's love towards you. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaendelea, Let's continue. tunaongea mambo yanayofanya watu wasimtumikie Mungu kwa uaminifu. Let's talk about things that might prevent people to serve God in truth.
Jambo la kwanza ni kupoteza upendo wa kwanza. The first thing is to no longer possess the love of God within you. Kisoma Ufunuo sura ya 2 mstari wa 4. We can read in the book of Revelations, chapter 2, verse 4. Mtu anapoingia katika maisha ya dhambi, When somebody lives a sinful life, mtu anapoteza ile hamu ya kumtumikia Mungu. the person loses the interest of serving God. Unapoteza ile hamu ya kumtumikia Mungu. You lose interest in serving God. Na ndio maana tulisema kwamba kumtumikia Mungu ni kwa wale tu ambao wamezaliwa mara ya pili. That's why we said that to serve God is for those that have accepted to be saved. Kwa sababu kama moyo wako hauna vizuizi, unajisikia uko free. So when you have a heart that do not have things that are preventing you from serving, you feel free. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hicho ni kizuizi cha kwanza. Cha pili, That's the first prevention. ni kutoweka yule unayemtumikia kuwa kipaumbele. The second thing that might prevent you from serving God is to basically not putting in an effort in putting God first. Mungu lazima awe wa kwanza kwa mambo yote. God must be first within your Yeye life, ndiyo in everything kwanza. that you do. He must be first because He is first, Kisha mambo yetu yanakuja nyuma. and others will follow. Lakini sisi tunageuza. But us, we flip it. Sisi kwanza, Mungu baadaye. Us first and God later. Mambo ya Mungu inakuja nyuma ya mambo yetu. God's things come last, and our personal interests come first. Na hiyo inakuwa sio sawa. And that is not a good thing in serving God. Neno la mwisho, The last word, ni matatizo ya kihisia. it's the problems that we have within our emotions, Matatizo ya kihisia. or the problems of emotion. Kuna watu wameacha kumtumikia Mungu kwa sababu za kihisia. There is a lot of people that have given up to serve God because they got emotional. Tumekwazana na kondiktera wa kwaya. We have tested each other. We had a disagreement with the conductor of the choir. Ile kwaya naiacha. So I given up on singing the Acha choir. kabisa, siwezi kurudi tena. I would not be able to come back. Nilitunga wimbo hawakuimba. I wrote a song and they did not sing the song, so therefore I'm no longer going to do it. Naacha kwanza bana So I nisikia give kwanza up. ule fulani alisema vile. They make side comment. Mwalimu wa kanisa hakufika kwangu na nilikuwa na msiba, ile kanisa naacha. The deacon of the church did not come to visit me when I lost somebody, when I had a funeral at home, so therefore I give up on the church. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Wengine wanakasirika kabisa, anaenda anaongea, unasikia kisa anavyosema. Others, they get very angry and they go around talking Ile kanisa ni ya mubaya sana, ya mubaya. bad mouthing a church. Lakini ukimsogelea sawa, ni kanisa ya mubaya. Ubaya wao ni upi? But if you talk to them and try to understand the reason why they're saying what they're saying, Anakuambia hawanipatiagi mahubiri. they'll probably have an excuse such as, oh, they don't give me the opportunity to preach. Niliomba wimbo wakakataa. I requested a song and they did not give me the opportunity. Hiyo tu inatuma mtu aache kwenda kanisani jamani. So something like that, how can something like that make you give up on attending church? Hiyo tu inatuma uache huduma. So is something like that, why would you let something like that prevent you from serving? Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Tunataka kusema hapa ni kwamba What we want to say here is, ukiwa unaelewa nani amekuita, if you understand whom called you, kuna mambo utakuwa unapotezea. there is a lot of things
that you'll be losing if you forget who called you. Sio kwa sababu It's not because mtu amekukwaza unaacha huduma. It's not because somebody had a disagreement with you or hurt your feelings, so you give up Utakuwa on your haukumbuki ministry. yale matendo makuu ambayo Mungu It anakutendea. will be because you've forgotten the good things that God did for you. Hata Mungu atakuona wewe haufai. And even God will see you that you don't belong. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Neno la mwisho kwa haraka, And the last word, fastly, sharti za kumtumikia Mungu. the rules are the rules of serving God. Sharti ya kwanza ni uhusiano wetu na Mungu. Uhusiano wetu na Mungu. Our relationship with God. Lazima sisi na Mungu pawe na mawasiliano mazuri kabla ya kumtumikia Mungu. So we must have communication with our God. Na mwisho And the last one, ni ushuhuda. we must be able to have testimony. Lazima ushuhudiwe vizuri na watu. You must be testified for Bwana Yesu by asifiwe. the people. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulikuwa tunaongea kuhusu kumtumikia Mungu We were talking about serving God katika kweli. in truth. Lengo letu ni kwamba kila mtu aweze kusimama kwa nafasi yake kumtumikia Mungu. The goal is that everyone is able to stand and serve God in a proper way. Kila mtu akumbuke yale Mungu anayomtendea, Each person remember the things that God has done for you. na yeye hawe na sababu ya kumtumikia Mungu. And each person must be able to have a reason to serve God. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naomba tusimame. Please, let's stand. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka utazarau, kiu yangu, haja yangu, nifanane nawe, nifanane na maombi yangu, yafike kwako, moyo uliobondeka utazana, kiu yangu, haja yangu, Tutaenda kuomba sote kwa pamoja, kila mtu aombe Mungu kwamba mwaka huu wa 2026 hawezi kuwa na kitu cha kumtumikia. in the upcoming year, that you have something to serve God. Mchungaji mkuu wa kanda sogei. Please, the president of our conference, please stand up and pray. Tunakushukuru Mungu wetu, wewe ni Mungu uliye juu ya yote. Ulikuwa unajua ya kwamba tutakuwepo mahali hapa kwa siku ya leo. Ulikuwa unajua mioyo ambayo itakuja mbele zako Bwana na kusikiliza neno lako lenye uzima. Tumesikia neno la faraja. Tunasikia neno la kutuhimiza katika safari yetu ya kwenda mbinguni. Tumesikia neno la kuzicheki mioyoni myetu, tuone jinsi gani tulivyo mbele zako Bwana. Tumepata kio mbele zetu za kujitazama ndani ya maisha yetu kupitia neno lako ambao umempa mtumishi wako kutuletea kwa asubuhi ya leo. Bwana wetu Yesu Kristo, ingekuwa ni heri neno hili lipate kuzama ndani ya kila moyo wa mmoja wetu aliyoko hapa, lipate kutenda kazi, lipate kutubadili na kuvunja miamba iliyo ndani ya mioyo yetu, tupate kubadilika na kukutumikia kama ulio Bwana na Mwokozi wetu.
Bwana wetu Yesu Kristo, asante Bwana kwa kutusaidia. Asante kwa kutusaidia mtumishi wako. Bwana wetu Yesu Kristo amekubali kushuka chini na kutuletea neno ambalo umempa nalo. Bwana wetu Yesu Kristo, tunaomba kanisa lote kwa ujumla tupate kushuka chini ya ulinzi wako. Tupate kushuka Bwana wetu Yesu Kristo na kujiona si kitu mbele zako, bali tulichokuwa nacho ni vile ambavyo tumependa kuwa sisi tuwepo. Bwana wetu Yesu Kristo, tunaomba usaidie kanisa lako, usaidie watu wako, usaidie wakina mama, wakina baba, vijana kwa wavulana, kwa wasichana. Bwana wetu Yesu Kristo, ili neno litende kazi ndani yetu. Asante Bwana, fanya hivyo. Tunaomba kupitia jina la Bwana Mwokozi wetu. Amen. Nifanye kama Mungu atubariki. Amen. Wagonjwa wangesimama, kama wapo wagonjwa waombewe. If there are those that are sick,